koko no wano batupokeza bino gatwe basoda ukahogole mubita hayi ukanye kuti ubisirige masase muno mabox viki na kino kilondo kirikesibla. Hii vazi ambao ninayoivaa mimi kama vile mzalendo, sijui kama inafanana kiserikali. Hii vazi mahali popote napo jificha katika pori, adui anapasha kanione. Hii kofia inafanana mserikali. Naam. Huu ni mwisho wa wiki kabisa, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari Reality Mambo TV. Ninakusalimu popote pale ulipo, matumaini kwamba wewe kabisa unaendelea salama salamini kabisa katika afya yako. Ni mwisho wa wiki, tariki 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Niji ni kupasha hali kabisa ambayo inazidi kuendelea, na hivyo kukupasha hususan zaidi hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Tunapatikana barani Afrika, ikiwa mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Umekaribishwa popote pale ulipo, haijalishi uko bara la wapi, ikiwa bara la Umarekani, hata uko katika bara la Ulaya na maeneo mengine pote ulimwenguni, ya kwamba upate kufuatilia habari zetu mwanzo hadi mwisho. Sitaki kuwa mchoyo, lakini napenda tu ni kujuzi ya kwamba ikiwa muda mrefu kabisa ukimya ukitanda, lakini tumekujia tena kwa hali hile ya kukupasha habari ambazo zinazidi kuendelea, hususan zaidi tujibwage mashariki mwake DRC. Ndugu mpenzi msikilizaji, mimi ni kwangu kukupasha ikiwa jukumu langu, na wewe pia kuweza kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Lakini ninakuomba wewe kuweza kujiunga katika channel hii ikiwa haujajiunga kabisa, lakini pia uweze kuwatumia watu wengine na wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Katika wakati huu wa leo nitaenda kukupasha kabisa kuhusu jambo ambalo linaendelea kutana kabisa hata kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kabisa kupeperushwa vikali na kutapakaa maeneo mengine kabisa katika mitandao ya kijamii, kuhusu toleo ambalo liliweza kutolewa naye mbunge Bitakwira Juste, na hata pia kabisa kukujuza hali ya usalama ambayo iliendelea hapo jana usiku ikiwa na saa 2 katika mji wa Baraka, kuhusu hali ya usalama ikiwa mashariki mwa Kongo katika Kivu ya Kusini. Fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho katika habari hizi. Na basi bila kuchukua muda kabisa, ndugu mpenzi msikilizaji, na nianzie mara moja ikiwa mashariki mwake DRC katika Kivu ya Kusini, ambako kumeweza kuonekana msaada mkubwa wa mbunge Juste Bitakwira kuweza kuwapatia wazalendo wakiwa mashariki mwake DRC sare hizo ambazo zinaweza kuonekana hapo, zikiwa sare ambazo wazalendo watakuwa wanazitumia kwa kuvaa. Sare hizo zimetolewa naye mbunge Bitakwira akiwapatia wazalendo wakiweza kuonekana mashariki mwa Kongo, hususan maeneo popote pale ambapo wanaweza kushika. Ni kujuze ya kwamba sare hizo imekuwa chanzo kubwa sana ya wao kuweza kabisa kuonyesha kwamba sare hiyo haiwezi kabisa kupendeza na kuweza kabisa kuingia nayo katika shamba la vita. Nikumbushe ya kwamba Juste Bitakwira ni mbunge ambaye aliweza kujitolea kwa kutoa hizo sare ya kwamba wazalendo wapate kuzitumia au kuzivaa, ikiweza kabisa kuwa zawadi iliyo ya kipekee ambayo hata kabisa haikuweza kupewa serikali au jeshi la FARDC, lakini tu ikiwa kipekee kabisa kwa jeshi la wazalendo. Lakini kutokana na vyanzo vya mahali vinaweza kuonyesha zawadi hiyo kwenda kinyume kabisa na mikakati ya kijeshi. Haijalishi mbunge Juste Bitakwira aliweza kutoa zawadi hizo kwa wazalendo wapate kuvaa sare hizo, lakini kabisa kuonekana kukataliwa na kwenda kinyume kabisa na mikakati ya kijeshi. Imeweza kuonyesha raia kadhaa kwa kuweza kuonyesha jambo hilo ambalo si jambo nzuri kabisa na lionyeshe hali nzuri, lakini kabisa kuenda kinyume. Kwa maana wamoja wakiweza kuonyesha hali ya kwamba
sare hiyo haistahili kabisa katika uwanja wa vita, kwa maana wanapovaa sare hizo zitakuwa wanaonyesha mahali popote pale walipo, na hilo sio jambo lizuri kabisa katika uwanja wa vita. Ni kuwafanya wao wapate kuonekana na adui na hivyo kuweza hata kushambuliwa. Mambo mengi yameweza kuzungumzwa na kuweza kuonyesha kwamba jambo hilo limeenda kinyume hakika na kutokuweza kabisa kuenda katika mambo iliyo sambamba kutokana na hali ya kijeshi. Wazalendo wakiweza kulionyesha na wengine kabisa kukataa katukatu ya kwamba afadhali wapigwe risasi kuliko kuvaa hizo, na kuweza kuonyesha dharau kubwa kwa kuweza kuvaa sare hizo. Lakini mengi na hali ya kuweza kuonyesha kukataa imeweza kuonyeshwa kwa namna hii. Kuno wano batupokeza bino gatwe basoda ukahogole mubita hayi ukanie kuti ubisirigia masase muno maboxe viki nakino kilondo kirikesible aduye hosho ugabo bushamiri ako nini kukubona katuliri bana force sociale tuli basoda taliri bana mabomba kitanga yamba lakini kirikya kuyokya amkandiri agayisha bihune agendi hwereza ba maso abasoda nanga. Hii vazi ambao ninayoivaa mimi kama vile mzalendo, sijui kama inafanana kiserikali. Hii vazi mahali popote napojificha katika pori, adui anapasha kanione. Hii kofia inafanana serikali, inafanana arme, lakini kwa sasa ili linafanana kama vile prisonnier, kama vile mtu ambaye anatumika kwenye hospitali. Hii inafanana kama vile fundi maso au watu wa force sociale, hata kama na viatu vyenyewe haifanani kazi ya kijeshi. Ni mshangao sana, hatujui sisi watu wa serikali wanatutakia nini. Jambo wazalendo, na wasalimu wazalendo wote mahali mlipo. Mimi nashukuru Mungu niko mzima kabisa. Hii video ya hii salubeti, yaani sisi wazalendo ndio bakuvalaka hivi. Hii ni dharau kubwa kweli. Ama ni puazo walikuwa wanatutilia ndani? Manake eske soda anavalaka hiki salubeti kweli? Kitatufanyizia nini? Haya, tuko bakantonye kabisa. Naona hivi ndio kwenda kulima mabarabara. Ajabu sana. Tafadhali mzalendo mahali pote ulipo, ukipokezwa hii acha pale pale walikupokeza, ndio waone kama tulichukia hivi masarubeti. Mimi kwa upande wangu mimi siwezi kutia hata kwenye mkono wangu. Kama ni risasi watanipiga eti nimezarau viongozi, wanipige, lakini siwezi gusa. Tafadhali kabisa wazalendo wote hivi tulunguze, bapatie wamenizie wao wanatumika nao kazi. Hapana soda, sisi tuko na jeshi, tunabeba silaha. Eske njo teni militaire? Hii ni kukosa kazi ama wanatuwazia sisi hatuna akili? Ile ni kutuona sisi hatuenezi akili, ndio maana wanaweza leta teni kama hii. Tuna akili timamu, na isingekuwa mzalendo kama nchi imekwisha angamia zaidi. Kama kuna watu wangali wanapumua mwa hii Kongo ni kwa sababu ya nguvu za mzalendo. Lakini hii ni dharau kubwa, wanatudharau sana. Asante sana wazalendo, fanyeni makini, hata kwenye mwili msiweke hiki. Mweye watu mnapenda kusumbuka. Vitakuira ripati ya wazalendo, surubeti ya bafungu, aiza ya bakantone. Sasa eske mnayuwaga maana ya basoda kuvala zile nguo? Maana yayo inakuwaka ifanani majani ya ile inchi yenyu kwamo. Ile majani ya ile inchi
njo teni ya basoda. C'est pourquoi wakati kumugere, wakati anaingia mumayani basimuone, wakati analala mayani afanani mayani ya ile inchi yabo. Na ndio maana unaonaka Bulaya banakuwaka na bumateni bwa mayani bule bwa kukauka. Masikini sedepa juu kule kwabo huko madesert banakamata sasa teni ya kufanana ile desert, ndio bule bunakuwaka na bumatati wa mstari. Sasa weye wende kamata mayani ni ya mosi, mayani ni ya mosi, wende kamata jone kama nini. Sasa ule mzalendo atabucha mai vita siko natala kumgongo, donc hata balade muambushi batabaona. Vitu vingine bakamata ile masurubeti bati siko ya mvula kama njoo batakuwa banaenda banavala mwache makomantere dunia gisi inaenda njoo vile. Na ansari vaambia na ngoma ikilia sana ndio vile basi vivali mashi. Na kama batavivala bakabana vala uli mwenye napenda hata tusemai banaisha vivala. Eske utaenda vala we mwenye utaenda kuvita ubebe nguo ya vita ya hivi kisu kijana na vala bongo hivi hawezi kuchama fasi. Na kazi ya sodina kwa ni kuwindana ni kuchama. Ndio maana banatiaka teni ya majani ya ile inchi. Ndio maana nakutaka kila inchi iko na teni yake inafana, anaenda chapisha ile poli ya inchi yake, ndio inapaswa kuwa teni ya basoda. Ndio maana sisi tulikuwa na ile ya gendarmerie vert ya nani ya kufanana mayani. Ndio maana wanatiaka tashi juu ya kufanana mayani. Na basi hivyo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari Reality Mambo TV, na basi nikujuze mara moja katika mji wa Baraka, ikiwa mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, tarafani Fizi. Nikujuze ya kwamba ikiwa hapo jana mamida ya usiku tariki 18 mwezi wa April mwaka wa 2026 saa 2 za usiku, ambako milio ya risasi iliweza kusikika katika mji huo na hivyo kuweza kuleta wasiwasi katika mioyo ya wananchi. Nikujuze ya kwamba hali ya usalama ilikuwa ikiwa nzuri kabisa, lakini tu iliweza kuzorota katika mida hiyo na kuweza kuonyesha hali ya usalama kuzorota katika muda huo wa jioni, na hivyo kuwafanya watu wengine kulala katika wasiwasi na kutokujua chanzo halisi ni nini. Hali hiyo ya usalama ambayo iliweza kuzorota katika muda huo haukuweza kabisa kuonyesha sababu madhubuti ambayo iliweza kufanya milio ya risasi hiyo ipate kusikika. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, najua kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho kuweza kunisikiliza na kunifuatilia katika kipindi hiki. Lakini nakuomba kuweza kujiunga katika channel hii ikiwa wewe hujajiunga kabisa, na kuweza hata kuwasambazia watu wengine ya kwamba wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Una comment ukiwa maneno ya kusema na kulike kuonesha tuko pamoja. Basi tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.